Okay, so happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. So we thank God for His care. It is by His grace we are alive, and we must be grateful for the opportunity that we got to assemble here to worship Him, despite the pandemic that we are in. But we got an opportunity. So it is a high time we need to praise God through as we yet to begin this session. We need your Holy Spirit to be our guide. At the end of it all, we can earn the Sabbath blessings. Take charge of everything till the end and cleanse us our sins, our iniquities, by the blood of your Son, Jesus Christ, that was shed on Calvary tree, that we can be made whole. And in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Thank you so much. We're doing hymn number 5. We use Swahili translation na tumwabudu huyo mfalme. So give us the right key. Upendo wa Bwana Yesu ambao aliuonyesha msalabani kwa kufa kwa ajili ya dhambi zetu. So number 31 kwa nyimbo za Kristo is our next song. Give us the right key, please. Upendo lake. Sababu
So when we after this song, Dan James ataimba, atatuimbia. So give us the right key, number 7 for me. Being lazy. Matendo
Let's give God glory. We are doing God with the glory.
in Swahili. This is number 3. Mungu atukuzwe kwa mambo yote. Okay. To God be the glory.
So you can see here. Isikie
isikie, maana yeye amenifariji katika unyonge wangu. Moyo wangu sasa waburudika kwake, ukombozi wake ndio wimbo. Namtangaza Yesu, dunia isikie, maana yeye amenifariji katika unyonge wangu. Moyo wangu sasa waburudika kwake, ukombozi wake ndio wimbo. Amen. Amen. Our heaven and everlasting God of God, God, we thank you for the gift of your Son, Lord. Thank you because of the programs of the day, Lord, as well to continue with the services, Lord. I will pray that may you send us Spirit, Lord. May you lead us all through till we finish. May this day be a blessing to us and to this family, Lord. Be with us until we finish. We will pray in Jesus' name. Amen. Thank you. So, Alexa. Welcome you all. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Happy day. Are you happy today? Yes. Yeah, me, I'm happy. God is good. He has enabled us finish the week well in my life today. So I welcome you all to this worship. And those who are following us, we really appreciate you. Please continue being with us and get present together. So this time, I want to welcome everyone, at least a few to greet us. And then we continue the next program. Before we come visitors, kuna wenyeji ombea. All right. Yange Frank Nero Mumuraga ya salimia alafu. Happy Sabbath. Happy day. Tuwakaribisha wote. Hii mwenye amesalimia ni kijana wa Ikoma. So mzee wa Ikoma hapa. Therefore, those who are following, baba ya Ikoma nasikia vizuri, mwendelee kumwombea. Kwa maana tumeona ni kuja kushiriki na hii familia pamoja. So namleta mzee wa Ikoma atusalimie. Haya, karibu. Yeah. Yambagina mbiamono so ujenge ne sawa sen ay mo ko na no mo rolende mwanza ni aba problem ti heart problem monga kone monga bana ba ya te wali this my sa na umre go ya ke so korea se sa marembe no ngai yam amalia dem na tanya mangoro ko njo mwagenge ntuwata ko yizo na Jaman sana. Mungina korana sokake. mwenala ni Mokumi. Nalo gani malega ita. Tena nabara utumba ili watu kwani. Sasa tena mungina. Mimi ngoza simama ndio mwana wa sana. Jamna sika simo kwa lingia. Jamna simo tabara lingi. Ndio tangu kutamaki ni mara. Kwa hiyo nje hapo ni. Natuma kuma tawila. Welcome.
Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kwa majina mimi naitwa Lawrence Wati. Mimi ni mgeni hapa. Nimekuja na daktari, bado anaongea hapa. Na mimi nimeeleza tu. Mimi hata sijui hapa inaitwaje. So ni shukrani. Hata narudishia Mungu shukrani. Nimewapata mhubiri kwa mzuri, nimependeza sana. Na above all nimesikia kuna mzee wa mama hapo anasikia vizuri, lakini kwa imani Mungu atamponya. So tunatoka pande ya Kisumu kufanya hospitali. Asante sana, mbarikiwe. Kwa sababu ya time, so nitakupa wageni wawili tu wasalimie. Eleda na Jen, tuanzie na Eledi. Happy Sabbath. Smiling. All right. Oh, sawa. Now Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Tuombeane. Asante. Eject. Wasalimu nyote mjambo. Mjambo tena. Ubarikiwe. Asante. So, because of time wacha tuachie hapo kwa kusalimiana. So, namleta ndugu yangu Kanto. Chukue sehemu ya sadaka. Thank you so much, Alexa, for the opportunity. Happy Sabbath again. So it's time for what you had, types and origins. And I wish to request the young ones celebrating with us the Psalm 2. Ezekiel, utasimama collecte de sadaka kwa wale wenye mko na tithe. So kosa hatuna zile bahasha. I don't know what to do, but tutaziweka tu pamoja. Makes sense. So before we do it, done from there. Tuombe tuombe. Baba, tunapita mbele zako vijana wa leo. Tutoe sadaka.
These are our kindly accept the offerings that we have offered to you. In Jesus' name we pray. Amen. So this time tunaenda kupata mkate wa uzima na anayetuletea mkate ni Mr. Open. Ni watu wanamkaribisha. Karibu. Asante. Happy Sabbath. Happy day. Good day. Happy Sabbath. Nashukuru sana kwa sababu mnamtuwezesha katika hii siku ambayo imekuwa nadra ama kikwazo kwa wengi ambao sasa hivi wengine wako hospitali, wengine wamekufa, wengine wamekufia, wanaomboleza majumbani mbalimbali. Sisi Mungu ametuwezesha tumeweza kufika, na tunashukuru sana wenzetu hapa mji wa Frank kwa kutukaribisha, hata kama tumekuja kufariji, kuwaombea pia mzee ambaye asikie vizuri aweze kupona. Tunaona matarajio yetu kwa Mungu atamsaidia apone. Madaktari wanaendelea kumshughulikia, Mungu amtibu kwa sababu Mungu ndiye kuponya kwa magonjwa yote na shida zote. Ningependa tu wachache kutoka Biblia kwa dakika chache, kwa sababu naona sasa hivi fika saa 10:30, labda matumbo yana complain, yanataka kucomplain. Share maneno machache, lakini baada ya kuongea hayo maneno ningependa tuombe wanaabudu sehemu mbalimbali majumbani na pale ambapo hakuna lockdown, wanaabudu kawaida kama makanisani. Tuma Roho wako Mtakatifu atulinde, atuongoze na hayo mahubiri ambayo tunaenda kuongea, mimi nisionekane bali uonekane, katika jina la Yesu Mungu tunaomba kwa amen. Ingereza sana jaribu lakini tutatumia Kiswahili kidogo kwa sababu kuna wengine ambao wanatuwatch live. Wengi hapa ni Wakisii, nitachanganya. Tutatumia ile lugha ya mchanganyo ili wengine waelewe, wale wenye hawaelewi Kiswahili wajaribu kuelewa. Tutajifunza maneno machache kutoka kitabu cha Petro wa kwanza 3:8. Alafu kutoka tena tutasoma hiyo Petro 4:12. Hiyo ndio maneno machache tu tutaingia, ambayo inaongelea kusumbuka na Yesu wakati kama huu wa corona. Wakati kama huu wa corona, ama ule wakati uko sawa sawa, uko salama, hauna shida yoyote, wewe utaweza mkubali Yesu kuwa wewe ni mkombozi wako, ama utamkataa? Ama wakati kuna shida umepata, for example saa hii tunasema wakati tunaangalia vizuri prophecy, unabii unaendelea kutimia. Sasa ukipatikana na unamtetea Yesu, uambiwe sasa utapiwa, utamtetea Yesu. Hebu tusome hiyo Petro wa kwanza 3:8. Niko na Kiswahili ama Kiingereza. Neno la mwisho ni hili. Tukuwe na nia moja kama Wakristo, wenye kuhurumiana, tukuwe tunahurumiana, wenye kupendana, tukuwe na mapenzi sisi kwa sisi kama ndugu, wasikitivu, yaani tukuwe tunasikitiza, tunaonea na huruma. Hiyo ni kama inafanana. Kwa chini endelea hapo ufike soma 9. Hiyo 3:8 endelea. watu wasiolipa, Tusilipe mabaya kwa mabaya. Kama mtu amekukosea au laumu kwa laumu, usikuwe na lawama, bali wenye kubariki, tukue wale wa kubariki, kwa sababu hayo ndio mlioitiwa ili mrithi baraka. Soma tena na 4:12. 4:12. Wapenzi, msione kuwa ni ajabu ule msiba ulio katikati yenu,
unaowapata kama moto ili kuwajaribu. Yale mateso ambayo tunapata tusione kama ni msiba ambao unakuja kama unataka kutujaribu imani yetu. Tusimame imara. Endelea. 13. Lakini kama mnavyoyashiriki mateso ya Kristo, kama tunavyoshiriki mateso ya Kristo, furahini ili na katika ufunuo wakati unateseka kwa sababu ya Kristo, furahi sana kwa sababu ili na katika ufunuo wa utukufu wake mfurahi kwa shangwe. Tufurahi kwa sababu tumeteseka na Yesu. Yaani hiyo ndio maana, hiyo maneno yanamaanisha hivyo. Huyo ni mwenzetu Paulo anatuandikia hiyo maneno akisema kuwa ukuwe na mapenzi yale ya Kristo. Kwa sababu Kristo alitupenda akatufia msalabani, nasi tupendane. Wakati mwenzako kama amekukosea, msamehe. Wakati mwenzako amekukosea, msamehe. Tubebeane mzigo. Ukiona mwenzako kuna shida, enda msaidie. Ukiona mwenzako amegonjeka, muombe, hata kama si kumsaidia kifedha, kwa sababu utaweza kuwa hauna mapato ya kutosha ya kumsaidia huyo mwenzako. For example, sasa tumekuja kuona mzee wetu. Yale maombi tutaleta na vile vichache tutakuwa navyo. Hiyo ndio mapenzi ya ukweli, yale ambayo Yesu Kristo ametuambia sisi kama Wakristo tuweze kuonyesha wenzetu. Tusikuwe na lawama. Sasa sisi tukiangalia saa hii watu, for example, sasa mtu ulikuwa na shida, mtu hakukusaidia. Sasa yeye amekuwa na shida. Msaidie ili uweze kupata baraka. Tusikuwe sasa ule mwenye anakusaidia ndio unasaidia. Tusikuwe wale watu ambao wananungunika, unafanya kitu kinungunika. Kitu kingine hapa tumepata ni kuteseka na Yesu. Kama unateseka na Yesu, uko na mibaraka kwa sababu Yesu Kristo aliteswa kwa ajili yetu. Na sisi pia kama Wakristo ni jukumu letu tumtangaze. Je, wewe kama kijana, je wewe kama mzee utasimama kumtangaza Yesu? Wakati uko na shida, wakati uko na raha, wakati wote utasimama kumtangaza Yesu? Hilo ndio swali kubwa. Kitu cha muhimu hapa kumtangaza Yesu ni yale matendo yako ambayo utaonesha kwa watu. Kama utakuwa na matendo mema kumtangaza Yesu, hiyo ni bure mbele za Mungu wetu. Ni vyema sisi kama Wakristo tujaribu kusimama imara kwa kufuata haya maagizo tumepewa kutoka kitabu cha Petro wa kwanza 3:8 kuwa tukuwe na mapenzi. Alafu jambo la pili, tuteseka na Yesu. Ukishakuwa na mapenzi, ukionyesha mapenzi yale Yesu Kristo alionyesha msalabani kwa wenzako, alafu uteseka naye, njia gani? Wakati utasimama imara, usimkane Yesu. Kama ni kijana ukiwa pale chuo kikuu ama ukiwa pale college, jaribu kusimama na Yesu. Ukikuwa na marafiki zako, kataa. Kama ni anasa za dunia, kataa. Usifike college uanze kubadilika, unaanza kutukana, unaanza kukunywa pombe. Kama ni kijana, kama ni msichana, unaanza kuvalia vibaya, ama unaanza unafuata yale maadili ya pale ya wale watu ambao hawajui Yesu. So tusijaribu kumtangaza Yesu na tusimame imara kwa neno lake, kwa sababu hili neno ni takatifu na neno ambalo litasaidia ili tuweze kurithi ufalme wa milele. Na wakaribisha wenzetu tujiunge pamoja, tuendelee kumtangaza Yesu Kristo, kwa sababu Yesu ndiye anatoa magonjwa yote, ndiye anatoa shida zote, ndiye anatoa mapepo yote. Pale ambapo kuna shida yoyote ile ambayo inashinda binadamu, kwa Mungu yanawezekana. Sasa tusimame imara kwake, ili tukipata shida ataweza kututatulia. Yale maneno ambayo yamefichika kwetu anatutatulia wakati tumesimama kwake na wakati tumesumbuka kwa sababu yake. Damu yake iliyomwagika Kalvari ikatuokoa sisi kama wanadamu, itaendelea kutuokoa milele na milele tukiteseka naye. Tusijitese sana kwa sababu ya Yesu, tusijitese sana kupita mpaka. Mtu usijitese, uache kukula. Unajua kuteseka na Yesu watu wengine wataweza contradict. Ni lazima ufanye kazi ile ambayo umepewa ufanye. Kama ni kazi ya serikali, fanya ile unahitajika kufanya. Kama ni kwa shamba, fanya. Lakini ule wakati ambao umetenga kuwa ni kumtumikia Mungu, kumtumikia Yesu Kristo, mtumikie. Tusikuwa na uoga kumtangaza Yesu, kuanza kumuimbia
Kama umepewa talanta ya kuimba, imba. Kama umepewa talanta ya kuhubiri, usiogope, hubiri, kwa sababu kuna malipo baadaye. Ile talanta umepewa. Kuna watu ambao sometimes mtu kama ni kijana anakuwa vizuri kutoka utotoni wake, akifika umri fulani anaanza kusema, anaanza kumkana Yesu. Kumkana Yesu sasa ni ile kama ulikuwa mtoto ulikuwa unaimba, sasa umekuwa mkubwa unasema sasa mimi wacha niache. Unaanza kwenda ni pombe nikunywe ama niache kuenda kanisa. Hiyo ndio kumkana Yesu. Usimame imara na Yesu milele na milele ili akirudi tuweze kurithi ufalme wa Mungu. Otherwise sina maneno mengi ya kuongezea, ila ni hayo tu ambayo nilikuwa nayo kwa siku ya leo, na Mungu aweze kutubariki sote, wale ambao wanatuangalia kupitia kwa mtandao na wenzetu wako hapa. Haya maneno I think yatatusaidia kwa jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Sasa tutaimba wimbo nambari tutasimama tuimbe wimbo 154. Fikira moja tu, tusimama tuweze kuimba wimbo. Fikira moja tu.
Thank you so much. We'll have a little break, so tutakutana tena baadaye saa 9. God bless you.
All right. Okay, good afternoon. We again resumed where we stopped. So this afternoon it's gonna be more lively and more blessing because we'll be praising God through songs. There are sweet songs they have prepared for you, and I hope you'll be blessed too. So I'm requesting that we at this house have we pray, and then we can start. So I'm requesting happiness. Please pray for us. Let us pray. Divine Majesty, at peace above. Thank you for this wonderful evening. Thank you for this advice. It's now that we're going to worship you. In terms of songs, we pray that you will be with us. Give us good voices so that we can worship you in spirit. For this, my humble prayer in Jesus' name, Amen. So I must have the Savior with me. That is the song we are going to start with. Tutatumia nyimbo za Kristo kwa sababu tuko na Waswahili hapa. So yanipasa kuwa naye Mwokozi Bwana wangu ambao uko nambari 154. 154.
There's a name, the name, jina ambalo lina uwezo mkubwa sana, ambapo ukipata shida yoyote ukilitaja jina hilo, unaweza mambo yote yanakuwa shwari kabisa. Hilo jina la Yesu ndio tungependa kuimba sasa na kusema enzi mpeni. Number 4, jina la Yesu salamu. Let's do it. Give us the right key from the pianist.
mbingu ikiuliza tutamtuma nani aende akawaokoe? Na Yesu pale akisema nitakwenda, sasa akasema nitakwenda kuwatafuta waliopotea. So that is the song we're going to do, kuwatafuta waliopotea. Tunaimba kisa cha Yesu ambapo anasema nitakwenda kuwaokoa. Namba 100, kuwatafuta wasioweza
ya msalaba 115. Waoshwa kwa
Baada ya huu wimbo tukipata ndugu Dani, tutaimbia tena. Umkaribishe
Yesu ni mwamba imara, kamwe hawezi tikizwa. Yeyote atakayesimama na Yesu kamwe hatatikizwa. Yesu ni mwamba imara, kamwe hawezi tikizwa. Yeyote atakayesimama na Yesu kamwe hatatikiswa. Ndugu, jenga kwa Yesu, kwani yeye ndiye mwamba imara. Ukimtumaini kamwe huwezi tikiswa. Ndugu, jenga kwa Yesu, kwani yeye ndiye mwamba imara. Ukimtumaini kamwe huwezi tikiswa.
Wenzako wataweza kukutenga, lakini Yesu yeye hawezi. Yeye ni rafiki wa karibu, kwa shida na raha yupo nawe. Wenzako wataweza kukutenga, lakini Yesu yeye hawezi. Rafiki wa karibu sana, kwa shida na raha yuko nawe. Ndugu, jenga kwa Yesu, kwani yeye ndiye mwamba imara. Ukimtumaini kamwe huwezi tikiswa. Ndugu, jenga kwa Yesu, kwani yeye ndiye mwamba imara. Ukimtumaini kamwe huwezi tikiswa. Japo majaribu ya kusonge, mpeni Mungu nafsi yako, maana akiwa ndani yako hakuna litakalo kushinda. Japo majaribu ya kusonge, mpeni Mungu nafsi yako, maana akiwa ndani yako hakuna litakalo kushinda. Ndugu, jenga kwa Yesu, kwani yeye ndiye mwamba imara. Ukimtumaini kamwe huwezi tikiswa. Ndugu, jenga kwa Yesu, kwani yeye ndiye mwamba imara. Ukimtumaini kamwe huwezi tikiswa. Ndugu, jenga kwa Yesu, kwani yeye ndiye mwamba imara. Ukimtumaini kamwe huwezi tikiswa. Ndugu, jenga kwa Yesu. Amen. Naimba hymn namba 51. Yesu Mwokozi, kwa hakika unipa furaha na amani. Mrithi wa wokovu wake, natakaswa kwa damu yake. Habari hiyo wimbo wangu, daima nitasifu Yesu. Habari hiyo wimbo wangu, daima nitasifu Yesu. Nijitoapo nina raha, na kwa imani namwona Bwana. Anilete
na itutura lakini watura mwana wa Mungu katika utukufu wake. Wenye dhambi wataangamizwa milele, na wateule wapate uzima wa milele. Tu wako urafiki, umulinzi wetu, kundi lako utulinde Bwana, tusivutwe na dhambi. Bwana Yesu uyasikie maombi yetu. Tu wako urafiki, umulinzi wetu, kundi lako utulinde Bwana, tusivutwe na dhambi. Bwana Yesu uyasikie maombi yetu.
anabisha maishani mwako, fungua moyo wako aingie. Turekebishe mienendo yetu sote, tutaurithi ule ufalme wa mbinguni. Heri walio masikini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Tulisome neno la Bwana kila siku, tupate uzima wa milele. Bwana anabisha maishani mwako, fungua moyo wako aingie. Turekebishe mienendo yetu sote, tutaurithi ule ufalme wa mbinguni. Tumwako urafiki, umulinzi wetu, kundi lako utulinde. Bwana, tusivutwe na dhambi. Bwana Yesu, uyasikie maombi yetu. Tumwako urafiki, umulinzi wetu, kundi lako utulinde. Bwana, tusivutwe na dhambi. Bwana Yesu, uyasikie maombi yetu. Tumwako urafiki, umulinzi wetu, kundi lako utulinde. Bwana, tusivutwe na dhambi. Bwana Yesu, uyasikie maombi yetu. Tumwako urafiki, umulinzi wetu, kundi lako utulinde. Bwana, tusivutwe na dhambi. Bwana Yesu, uyasikie maombi yetu. Tumwako urafiki, umulinzi wetu, kundi lako utulinde. Bwana, tusivutwe na dhambi. Bwana Yesu, uyasikie maombi yetu. Tumwako urafiki, umulinzi wetu, kundi lako utulinde. Bwana, tusivutwe na dhambi. Bwana Yesu, uyasikie maombi yetu. So there's a song that I'm going to do. It's a hymnal song, and it's a special dedication to Mr. Nyamao. For some of you who are not cognizant of what he has gone through, in a brief, he'll be telling us, of course, later. He has been sick, treating the heart. He had a heart problem. They were never sure that by this moment he would be alive. So, but by the grace of God, he's alive, and we are grateful because of this. We should thank God. So, not here alone. Many of us have gone through a lot of challenges, but God has been our leader. He has this song I'm going to do, All the Way My Savior Leads Me. What have I to ask beside? Can I doubt his tender mercy? I'm sure it is his mercy that you saw. For sure. And can you doubt now? Can you doubt his mercy? No. Yeah, there's no doubt. So The Way My Savior Leads Me, it's a song that I'm going to do myself in English, 560. So all the way my Savior leads me, what have I to ask beside? Can I doubt his tender mercy? Good life has been my guide, and his divineness comfort. Give our faith in him to dwell. For I know what hell before them, Jesus and all things well. For I know what hell before them, Jesus and all things well. Jesus doeth all things well.
the way my Savior leads me. She's each winding path I tread, gives me grace for every trial, feeds me with the living bread. Though my weary steps may falter, and my soul feels maybe gushing from the rock before me. Lo, a spring of joy I see, gushing from the rock before me. Lo, a spring of joy I see. Oh, the way my Savior leads me, oh, the fullness of His love, perfect rest to me is promised in my Father's house above, where I wake to life immortal, with my flight to realms of fame. This my song through endless ages. Jesus led me all the way. Sing with me the last phrase. This my song through endless ages. Jesus led me all the way. Amen. I want us to do a song, a Swahili song that we'll sing all of us. Let's do number. Chako tumaini sina. Yaki
127. Kwa hali zote
asante Mwokozi, kukaa na wewe, ikiwa ulimwenguni tuna furaha, nusu haijatangaza ya upendo wake, nusu haijatangaza damu ya utakaso, nusu haijatangaza damu ya upendo wake, nusu haijatangaza damu ya utakaso. Itakuwaje Mwokozi kukaa na wewe, ikiwa ulimwenguni tuna furaha, nusu haitatangaza damu ya upendo wako, nusu haitatangaza damu ya utakaso, nusu haitatangaza damu ya upendo wako, nusu haitatangaza damu ya utakaso. Roho Mtakatifu, kiongozi amini, utushike
So John, tuongea tena. Our family was around them. Thank you for the gift of life, Father. Thank you for being with us this morning. Happy this morning. As we are going to depart to another program, Father, be with us, guide us, and protect us. We pray in the name of Jesus Christ. Amen. Habari ya jioni. Ya wageni wenye wamefika hivi punde mmekaribishwa. Awega pakuru ogemu pakuru kuinuka paja para umoroe na ndora to sasimeragai. So moi wungani kamore. So our viewers, we are grateful for your time. Continue being with us. Want to move to our next program, that is a Bible study. So nakaribisha dada wetu Esther ili tulete program ya afternoon. So dada umekaribishwa. Nimesimama mbele yenu mchana huu ili tuweze kujifunza kidogo maneno ya Mungu. Kabla ya yote naomba tuombe. Tuombe. Asante Baba kwa ulinzi wako unaozidi kutupatia. Masaa haya nimesimama hapa kwa wana wako tukitaka kujifunza neno pamoja. Naomba utusaidie. Nisaidie nitakayonena nikanene sawasawa na mapenzi yako. Kanitumie kama chombo tu. Kila nitakayonena yakatoke kwako. Naomba kupitia jina la Bwana Yesu Kristo. Amina. Amen. Somo langu lina kichwa cha somo kinachosema Dorcas. Dorcas, sinafahamu? Dorcas. Na itakuwa na fungu moja tu, Matendo 9:36. Naomba Biblia mfungue, some. Matendo 9:36. Naomba tuanze na kikisi. Kwa natumwa isato ane kianda ikujina roje tatu ase yopa narengeo umworokiwa oyomo urikoro kwa tabita enenzo ya Dorcas ose ngabi umukungu uyo niba arenge ikure na okora okuyana ebyewa ebiyare gukorwa asana tuko alia akarwara agakwa ekero bamudisirie bakomubeka akanyomba ka irongo ekiagara lida nigo orenge anga na yopa na borokiwa konya baigure nga Petero nao arenge aria baratuma abantu babere asare komasorora akomotebia koranje tote bana gocha asitore. Naomba unisomee ya Kiswahili, Kiingereza tunazungumza. Ya Kiswahili, Biblia ya Kiswahili mko nayo? Sawa. Na mwanafunzi mmoja alikuwa kwa Yafa, jina lake Tabita. Tafsiri yake ni Dorcas, yaani kwa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ikawa siku zile akaugua akafa. Hata walipokwisha kumwona. Nataka kula 36 tu. Nasema na mwanafunzi mmoja alikuwako Yafa, jina lake Tabitha. Tafsiri yake
yake Dorcas, yaani Pa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Biblia inamwelezea mwanamke mmoja aitwaye Dorcas kama mwanamke mkarimu sana ambaye alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu. Tunaambiwa Dorcas katika maisha yake alikuwa ni mtu mkarimu. Mimi napenda nikiwa naongea watu wananijibu. Dorcas alikuwa mtu mkarimu. Ni darasa shirikishi tunashirikiana. Alikuwa ni mtu mkarimu aliyejaa matendo mema. Mpaka Biblia ikafikia hatua ya kumtaja kweli alikuwa ni mtu mwema. Tunaambiwa katika maisha yake alikuwa ni mtu aliyependa kusaidia maskini. Aliyependa kufanya nini? Kusaidia maskini. Tukisemeshana hivi nadhani hamtahama, mtabaki hapa. Alipenda kusaidia maskini. Biblia inamwelezea mwanamke huyu, si kwamba haijasema alikuwa tajiri, ila tu inasema alijaa matendo mema. Alipenda kusaidia nini? Maskini. Moyo wake ulikuwa ni moyo wenye upendo. Moyo wenye nini? Upendo. Dorcas alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na moyo wa huruma. Alikuwa amepewa moyo wa ukarimu. Tuna karama katika maisha yetu, karama za uimbaji, za uhubiri, za kufundisha, za kutafasiri, za kutibu wagonjwa. Hizo zote ni nini? Ni karama. Dorcas alipewa moyo wa huruma, karama ya kusaidia. Karama ya kufanya nini? Kusaidia. Sio lazima tuwe wote waimbaji, sio lazima wote tuwe wahubiri. Kila mtu atumie karama yake aliyopewa na nani? Na Mungu, ya kusaidia, ya kuhurumia watu, ya kufasiri maneno, kutafasiri. Kama hapa hivi ninavyoongea hivi, angekuwepo mwingine anafasiri, na hiyo tungesema ni karama yake. Kufasiri jamani ni karama. Ni karama yenyewe. Utabibu, madaktari ni karama. Wapo wenye karama na wapo waliosomea. Ukisomea na yenyewe bado ni nini? Tujitahidi kuwa na moyo kama wa nani? Wa Dorcas, ambaye ni Tabitha, mmezoea kuita Tabitha. Tuwe na moyo kama wa Tabitha. Tusaidie watu wasiojiweza. Hata kama sisi hatufanyi nini? Hatujiwezi. Yenye tunaweza tufanye nini? Kuwasapoti. Yenye hatuwezi tumwachie nani? Mungu. Tujitahidi kutumia mali zetu na vitu vyetu tulivyonavyo kwa kushare na wengine, tusijilimbikizie tu wenyewe. Dorcas, ukiendelea kusoma, alipokufa wale wamama wajane walilia. Mnafahamu wamama wajane? Wamama wajane ni waliofanyaje? Waliofiwa na wajane ni akina nani? Walifiwa na waume zao. Walilia pale kwenye maiti ya Dorcas, huku wamevaa zile nini? Nguo zile alizowashonea. Wanalia hivi, hebu ifikiria, nikifa mimi nani atanililia? Angalau hata aoneshe hii nguo, yani huyu dada alinisaidia. Nani? Nani anaweza kuliwa kama Dorcas? Zaidi ya watoto wako na ndugu zako. Watakao kulilia. Tujitahidi pia, Biblia inasema tutafute kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Tujitahidi. Ni ngumu lakini tufanye nini? Tujitahidi. Mungu awabariki. Amen. Asante. Nyongeza, swali, nakaribishwa. Napenda kuongezea kwa hilo
hilo somo ambayo we learn from. Ukisoma hawakumlilia tu, walilia hadi tena akafufuliwa. Yeah, you can imagine that. Yaani watu wanalia, watu kwa sababu ya yale matendo mema ulikuwa unafanya ukiwa hai. Unalia, watu wanakulilia, wanakuja na vitu zenye zinasaidia hadi kupitia kwa nguvu za Yesu Kristo. Peter, it's Petero. Okay, so Petero hadi akamfufua. So akafufuliwa. Si ni mambo mazuri sana? Yeah, so like if we can do good, hata tukifa, kuna wengine hawakufufuliwa lakini walitenda mazuri, mtu kama Yoshua. Lakini mnajua ni nini ili happen? Mtu mwingine akafa, wakaenda kumzika. Mahali walimzika, wakapata wamemzika mahali kaburi ambalo Yoshua alikuwa amekuwa buried tangu sana. Sasa bones zake, huyo mtu akagusa bones hiyo maiti, yeah? Akagusa bones za Yoshua alafu akafufuka. Mwasikia kisa kama hicho? Iko ndani ya Biblia. So hivyo we have two incidents here zenye zinatuambia, zenye zinatufundisha wakati tuko hai, tunafaa kutenda nini? Mazuri. Tunafaa kutenda mema. Sababu ukiona hii kisa ambacho dada wetu Esther ametufundisha cha Dorcas Tabitha, yeye yani watu wakalia enyewe mpaka Mungu akaona wacha mtu wafufuliwe hadi akafufuliwa. So mwingine mwenye alipumzika, Mungu akaalao tu wacha apumzike, lakini hata bado akiwa kwa kaburi mifupa yake tu hii, mtu akizikwa hapo kitambo, mtu akizikwa hapo alafu anafufuka kwa sababu amegusa bones za mtakatifu wa Mungu. So inatufundisha kwamba tunafaa kusaidia wenzetu, kutenda mema ili kutafuta kumfurahisha Mungu. Ndio hata tukifa matendo yetu yanatufuata. Asante kwa wabariki. Kuna mwingine ana comment? Hakuna? Niombeso, simame utuombe tufunge hiki kipindi. Simameni tuombe. Tuombe. Master God in heaven, thank you for the care and protection. You're feeling that this morning in Tina. You are great sinners, asking for mercy and forgiveness. See the fruit that we have done, may yet pass it may stick on our minds and do according to your will. That's it. And as we are on with our program, pray in Jesus' name. Amen. Sawa ono bia manase ingana ligia sasa project kale kwenda ono twale ko tigerego eba bande mbara ba ko request no ko batero kom so tunaki kwa leo so nuka karibu nitasimama hapa ndio tusimame hapa hivi ndio wengi wako huko juu alafu ndio tuende tukaribishe sawa.
Nani huyu tufani zinamtii? Nani huyu mapepo ya mtambua? Nani huyu anayewaponya wagonjwa na kuwaamsha hata wafu waliolala? Awaridhishaye maelfu ya watu kwa kutumia samaki wawili na mikate mitano tu. Nani huyu tufani zinamtii? Nani huyu mapepo ya mtambua? Nani huyu anayewaponya wagonjwa na kuwaamsha hata wafu waliolala? Awaridhishaye maelfu ya watu kwa kutumia samaki wawili na mikate mitano tu. Ndiye Masihi na leo yu miongoni mwetu, aliyoyatenda zamani makuu na leo anayatenda. Hajakufikisha umbali huu, hajakukuangusha sasa. Amini, amini, yuko karibu kukuonyesha jinsi alivyo mkuu. Ndiye Masihi na leo yu miongoni mwetu, aliyoyatenda zamani makuu na leo anayatenda. Hajakufikisha umbali huu, hajakukuangusha sasa. Amini, amini, yuko karibu kukuonyesha jinsi alivyo mkuu. Tunapowajulisha nguvu za Bwana na miujiza aliyoitenda, hatufuati hadithi zilizotungwa kwa werevu ili kuwadanganya tu, bali tumeshuhudia ukuu wake. Nawe amini, hakika utaona uzuri wake. Tunapowajulisha nguvu za Bwana na miujiza aliyoitenda, hatufuati hadithi zilizotungwa kwa werevu ili kuwadanganya tu, bali tumeshuhudia ukuu wake. Nawe amini, hakika utaona uzuri wake. Ndiye Masihi na leo yu miongoni mwetu, aliyoyatenda zamani makuu na leo anayatenda. Hajakufikisha umbali huu, hajakukuangusha sasa. Amini, amini, yuko karibu kukuonyesha jinsi alivyo mkuu. Ndiye Masihi na leo yu miongoni mwetu, aliyoyatenda zamani makuu na leo anayatenda. Hajakufikisha umbali huu, hajakukuangusha sasa. Amini, amini, yuko karibu kukuonyesha jinsi alivyo mkuu. Ndiye Masihi na leo yu miongoni mwetu, aliyoyatenda zamani makuu na leo anayatenda. Hajakufikisha umbali huu, hajakukuangusha sasa. Amini, amini, yuko karibu kukuonyesha jinsi alivyo mkuu. Ndiye Masihi na leo yu miongoni mwetu, aliyoyatenda zamani makuu na leo anayatenda. Hajakufikisha umbali huu, hajakukuangusha sasa. Amini, amini, yuko karibu kukuonyesha jinsi alivyo mkuu. Ndiye Masihi na leo yu miongoni mwetu, aliyoyatenda zamani makuu na leo anayatenda. Hajakufikisha umbali huu, hajakukuangusha sasa. Amini, amini, yuko karibu kukuonyesha jinsi alivyo mkuu. Mpaka ninataka
Nyingi Bwana na kuhitaji, shida ninazozipitia Bwana wazijua. Ninatabu nyingi Bwana na kuhitaji, shida ninazozipitia Bwana wazijua. Amani moyoni mwangu, shida zinanisonga, Bwana wangu. Najua ukiwa karibu nami nitashinda. Bwana, ninakuhitaji Bwana, we muweza masumbuko yangu na shida zangu wazifahamu. Sitababaika, nitatulia nisubiri, kwa maana nafahamu muda wako ndio mwema. Ninakuhitaji Bwana, we muweza masumbuko yangu na shida zangu wazifahamu. Sitababaika, nitatulia nisubiri, kwa maana nafahamu muda wako ndio mwema. napata faraja moyoni mwangu kila saa ninapokumbuka maneno ya Mungu ambayo amewazia kwa watu wake. Ninakuhitaji Bwana, msaada wangu unatoka kwako Bwana. Najua ukiwa karibu nami nitashinda, Bwana. Ninakuhitaji Bwana, we muweza masumbuko yangu na shida zangu wazifahamu. Sitababaika, nitatulia nisubiri, kwa maana nafahamu muda wako ndio mwema. Ninakuhitaji Bwana, we muweza masumbuko yangu na shida zangu wazifahamu. Sitababaika, nitatulia nisubiri, kwa maana nafahamu muda wako ndio mwema. Ninakuhitaji Bwana maishani mwangu. Ninakuhitaji Bwana, we muweza masumbuko yangu na shida zangu wazifahamu. Sitababaika, nitatulia nisubiri, kwa maana nafahamu muda wako ndio mwema. Ninakuhitaji Bwana, we muweza masumbuko yangu na shida zangu wazifahamu. Sitababaika, nitatulia nisubiri, kwa maana nafahamu muda wako ndio mwema. Ninakuhitaji Bwana, we muweza masumbuko yangu na shida zangu wazifahamu. Sitababaika, nitatulia nisubiri,
do it. They are requesting that we do one more here. Inuka uangaze, nuru imekujia. Wamelala usingizi walinzi wa Sayuni. Giza nene limesogea jamani, muda waisha. Inuka mlinzi utangaze habari njema. Inuka uangaze, nuru imekujia. Wamelala usingizi walinzi wa Sayuni. Giza nene limesogea jamani, muda waisha. Inuka mlinzi utangaze habari njema. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa. Kwangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa. Kwangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Anapita. Mara ngapi ndugu umetoa msaada kwa wale walio na hitaji, kama yule Msamaria mwema. Ndugu, tuwe tayari kuwasaidia walo wanyonge. Ni mara ngapi ndugu umetoa msaada kwa wale walio na hitaji, kama yule Msamaria mwema. Ndugu, tuwe tayari kuwasaidia walo wanyonge. Yesu atasema, nilikuwa njaa ukanipa chakula, nilikuwa nimefungwa gerezani ukaja kuniona. Tutamuuliza Bwana, ulikuwa wapi? Tukakupa chakula tukaja kukuona. Yesu atatujibu, wale wenzio mliowafanyia hivyo mlikuwa mnafanyia. Yesu atasema, nilikuwa njaa ukanipa chakula, nilikuwa nimefungwa gerezani ukaja kuniona. Tutamuuliza Bwana, ulikuwa wapi? Tukakupa chakula tukaja kukuona. Yesu atatujibu, wale wenzio mliowafanyia hivyo mlikuwa mnafanyia.
dunia na vyote vilivyomo, vyote ni vya Mungu, tumepewa bure, vile tumepewa bure na Mungu, nasi tuwe tayari kuwasaidia walo wanyonge. Dunia na vyote vilivyomo, vyote ni vya Mungu, tumepewa bure, vile tumepewa bure na Mungu, nasi tuwe tayari kuwasaidia walo wanyonge. Yesu atasema, nilikuwa njaa, mkanipa chakula, nilikuwa nimefungwa gerezani, ukaja kuniona. Tutamuuliza Bwana, ulikuwa wapi? Tukakupa chakula, tukaja kukuona. Yesu atatujibu, wale wenzio mliowafanyia hivyo mlikuwa mnafanyia. Yesu atasema, nilikuwa njaa, ukanipa chakula, nilikuwa nimefungwa gerezani, ukaja kuniona. Tutamuuliza Bwana, ulikuwa wapi? Tukakupa chakula, tukaja kukuona. Yesu atatujibu, wale wenzio mliowafanyia hivyo mlikuwa mnafanyia. Yesu atasema, nilikuwa njaa, ukanipa chakula, nilikuwa nimefungwa gerezani, ukaja kuniona. Tutamuuliza Bwana, ulikuwa wapi? Tukakupa chakula, tukaja kukuona. Yesu atatujibu, wale wenzio mliowafanyia hivyo mlikuwa mnafanyia. Yesu atasema, nilikuwa njaa, ukanipa chakula, nilikuwa nimefungwa gerezani, ukaja kuniona. Tutamuuliza Bwana, ulikuwa wapi? Tukakupa chakula, tukaja kukuona. Yesu atatujibu, wale wenzio mliowafanyia hivyo mlikuwa mnafanyia. Yesu atasema, nilikuwa njaa, ukanipa chakula, nilikuwa nimefungwa gerezani, ukaja kuniona. Tutamuuliza Bwana, ulikuwa wapi? Tukakupa chakula, tukaja kukuona. Yesu atatujibu, wale wenzio mliowafanyia hivyo mlikuwa mnafanyia. Please, thank you for, we know that you're following us. We are here to end the session. Before we do, we are doing Tangu Kuamini, Swahili version. Nina wimbo mzuri, and then we'll end. It will be our last song that we'll be doing this afternoon. So please, thank you. Let's do it. Give us the key. That is the right key. Okay, let's go.
Mapenzi yake
Caleb alisema hapa anabarikiwa sana. Josiah Zakaria amesema blessed. He was blessed. We thank God. Professor Cyprian Yonchari anasema haiko clear. A lot of noise from the background. Tunataka kusema that next time we'll improve. Tulitumia simu, hatukutumia kamera ya studio. That is why there was noise. And again, Caleb anasema happy Sabbath, happy Sabbath. Caleb anasema pass my greetings, zimefika. Benwell Omanga anasema good songs, amen. Daniel Maera James anasema happy Sabbath. Timothy Ombati anasema what is this? HPB, I don't understand what is this. Record steam. Oh, okay, yeah. Ni mtu wa studio anasema blessed. And then we have huyu ndugu yetu tena hapa. Watu wamesema hapa wamebarikiwa sana. Mwingine hapa anasema watching you from Qatar. Hizo comments zote zenu, we are grateful. And what was sure we'll be doing this now in an official manner from next weekend. We'll be welcoming the Sabbath. It will be live from 5 p.m. On Fridays, every Friday. Please be following us on YouTube. We'll make it even. We'll think of making it be live in Facebook for those who are not, who will not be able to follow on us on YouTube. So we're grateful. We are blessed. So we hope now from next time we'll improve. We must use the studio cameras. So may God bless you. So this is gonna be the end. Let's do the last prayer from Tuombe. Haleluya. Mungu Baba ameshia juu mbinguni, tuseme nini basi Baba, kwa rehema na neema unazoendelea kutupatia. Asante kwa pumziko lako la Sabato. Leo tumepumzika vyema, tumeitakasa. Tubariki Baba. Tulipokosea tunaomba utusamehe. Tulipoenenda sawa na mapenzi yako, jina lako litukuzwe sana. Tunawakabidhi mikononi watu wote waliokuwa wanatufuatilia huko. Baba wabariki. Muda waliotumia kuangalia, Baba akawatendee sawa na mapenzi yako. Pia sisi tubariki sawa na mapenzi yako. Tunaikabidhi familia mikononi mwako. Nyumba hii tunaikabidhi katika mikono yako. Wewe ndiye mponyaji mkuu. Kamponye mgonjwa ndani ya nyumba. Na jina lako likatukuzwe sawa na mapenzi yako. Tunajikabidhi mikononi mwako, tukiamini utatenda kadri upendavyo. Ninaomba kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amen. Nitalisifu jina